Hello! Tuanze na hili. Umeshawahi kuwa na ile hadithi nzuri? Yaani, nzuri kweli kweli, wahusika wanakuvutia. Kila kitu kipo, lakini fupi mno. Unajua kabisa inaweza kuwa kitu kikubwa zaidi lakini unakwama? Basi, katika uchambuzi huu, tutakupa ramani kamili ya jinsi ya kuibadilisha hiyo hadithi yako fupi na kuifanya kuwa kipindi cha kitaalamu. Na hili ndilo tatizo la waandishi wengi. Una wazo zuri la dakika 15, 20, lakini nafasi ya kipindi ni dakika 30. Sasa unafanyaje? Jinsi gani unaongeza muda bila kuifanya hadithi iwe ya kuchosha? Usijali, hili ni tatizo la kimuundo, na leo tutakupa funguo 5 za kulifungua. Sasa, angalia hapa. Hii ndiyo safari yenyewe. Tunaanzia huku kwenye mswada wako wa sasa ambao una wazo zuri, lakini unahisi haujakamilika. Na tunataka tufike hapa, kwenye kipindi kamili, kilichokolea na tayari kumvuta mtazamaji. Leo tunajenga daraja kati ya hivi viwili. Na sikiliza, siri hapa sio tu kuongeza dakika. Hapana. Siri ni kuongeza uzito wa kihisia. Tutaongeza scene 5 maalumu ambazo zitawajenga wahusika wako vizuri zaidi, zitaongeza changamoto na zitatengeneza kilele ambacho kitamwacha mtazamaji wako anapiga makofi. Okay, na hii hapa ndiyo ramani yetu. Hizi scene 5 ndizo zitakazobadilisha kila kitu. Zitaipeleka hadithi yako kutoka kuwa nzuri hadi kuwa bora zaidi. Sasa, hebu tuingie ndani ya kila moja, tukianza na pale ambapo kila kitu huanzia, mwanzo. Basi, tuanze na mwanzo. Scene ya kwanza. Hii ni muhimu, yani muhimu sana. Kwa nini? Kwa sababu hapa ndipo unamfanya mtazamaji aanze kuwajali wahusika wako kabla hata ya matatizo kuanza. Okay, lengo hapa ni nini hasa? Ni rahisi tu. Mpe mtazamaji sababu ya kuwapenda hawa wahusika. Wanafanya nini katika maisha yao ya kawaida? Wanapenda nini? Wana uhusiano gani? Ukijenga huu msingi, mtazamaji atakuwa upande wao hadi mwisho. Hebu angalia mfano huu. Ni mazungumzo rahisi, si ndio? Lakini angalia yanavyofunua mambo mengi. Kwa sentensi 2 tu, tunajua mmoja ana kipaji na mwingine ana uoga. Tayari tunaanza kuelewa hisia zao na uhusiano wao unaanza kujengeka mbele ya macho yetu. Na uzuri ni kwamba huhitaji muda mrefu. Ndani ya dakika 2 au 3 tu umeshawafahamu wahusika wako vizuri na umeweka msingi imara kwa ajili ya kila kitu kitakachofuata. Okay, sasa kwa kuwa tumeshawapenda wahusika wetu, ni wakati wa kuwapa changamoto. Yaani kuwatesa kidogo. Hizi scene 2 zinazofuata zinafanya kazi pamoja kuipa hadithi yako uzito na hisia za kweli. Sasa sikiliza, hapa hatuzungumzii kikwazo kidogo. Hapa tunazungumzia ukuta. Kitu kikubwa kinachoweza kumaliza ndoto zao zote. Changamoto lazima iwe ya kweli na ya kutisha, ili mtazamaji naye ahisi ule wasiwasi. Hii ndiyo injini ya hadithi. Sasa, hebu fikiria umeshikilia tiketi yako ya ushindi. Halafu, mtu anakuja na kukuambia maneno haya. Ghafla, tumaini lote linaisha. Papo hapo. Hivyo ndivyo unavyotengeleza drama ya uhakika na kumfanya mtazamaji anashika tama. Na scene kama hii inahitaji muda kidogo. Ipe kama dakika 3 au 4 hivi ili mtazamaji aone uzito wa tatizo na jinsi linavyoathiri wahusika wetu. Sasa, hapa ndipo kwenye roho ya hadithi yako. Ni pale wahusika wako wamepigwa chini, wako tayari kukata tamaa. Swali ni je, wataachia hapo au watapata nguvu ya kusimama tena? Huu ndio wakati unaowageuza kuwa mashujaa. Hebu sikiliza huu mgeuko. Yaani, kutoka kwenye basi tumeisha hadi kwenye hapana, huu wimbo ni wetu. Unamwona mmoja akiwa karibu kuanguka na mwingine anamshika mkono na kumuinua. Mazungumzo kama haya ndio yanayobaki kwenye akili ya mtazamaji. Na hii sehemu muhimu. Dakika 2, 3 tu zinatosha. Fupi, lakini na nguvu ya ajabu. Ni pigo la kihisia linalowapa nguvu mpya. Okay, wahusika wetu wamevuka milima na mabonde. Wamepambana na kukata tamaa. Sasa ni wakati wa kuona kama watafika kileleni. Tunaingia kwenye sehemu ya mwisho na hapa ndipo kila kitu kinapofikia tamati. Montage.
Hii ni silaha ya siri ya mwandishi. Inakuwezesha kuonyesha safari ndefu, wiki za mazoezi kwa muda mfupi sana na kwa kishindo. Inajenga shauku na kumfanya mtazamaji atamani kuona matokeo. Sasa usionyeshe wakiimba tu, hapana. Waonyeshe wakihangaika, wakikosea, wakicheka, wakisaidiana. Tumia shoti za haraka haraka, picha za karibu kwenye nyuso zao. Hiyo inawavuta watazamaji ndani ya tukio, wanahisi jasho na bidii yao. Na cha ajabu ni kwamba scene hii yenye nguvu zote hizi inachukua dakika 1 tu au 2. Fupi, lakini inaongeza kasi na inamwandaa kila mtu kwa tukio kubwa linalofuata. Unajua, hadithi haijaisha pale onyesho linapokwisha, au sio? Watazamaji wanataka kujua, sasa imekuwaje? Walishinda, hawakushinda, haijalishi. Muhimu ni walijisikiaje baada ya yote. Hii inafunga hadithi vizuri. Na maneno kama haya yanafunga kila kitu vizuri. Yanatafakari safari yao na kuwapa watazamaji ujumbe mzuri wa kuondoka nao. Hadithi haikuwa tu kuhusu mashindano, ilikuwa kuhusu urafiki yao na safari yao. Kwa hiyo, ipe hii sehemu dakika 2 au 3. Wape watazamaji nafasi ya kushusha pumzi, kutafakari na kuhisi ule ukamilifu wa hadithi uliowapa. Okay, tumeunganisha vipande vyote. Sasa, hebu tupige hatua nyuma kidogo na tuone picha nzima ilivyokamilika. Huu sasa ndio muundo wako mpya wa kitaalamu. Na hii ndio ramani yako ya mwisho. Angalia tulivyoipanga. Kila sehemu sasa ina nafasi yake, ina muda wake na ina kazi yake. Tumeongeza kimkakati, changamoto, mgeuko wa kihisia na matokeo kutoka dakika 15 hadi kipindi kamili cha kitaalamu. Hii ndio blueprint yako. Sasa, kwa nini hii inafanya kazi vizuri hivi? Ni kwa sababu ina kila kitu. Kila kitu ambacho hadithi nzuri inahitaji. Una mapenzi yanayokuwa, una changamoto inayowatisha, una lengo linalowasukuma, kilele cha kusisimua na mwisho unaoridhisha moyo. Na tumalizie na dondoo hili, ni ukumbusho mzuri kwamba hata hadithi kubwa kabisa inaweza kuanzia kwenye kitu kidogo sana, kama message tu. Muhimu ni kujua jinsi ya kulikuza na kulipa muundo unaostahili. Bas, mpira uko kwako sasa. Muongozo unao, zana unazo. Swali limebaki moja tu. Ni hadithi gani iliyo ndani yako inayongoja kutolewa kwa kutumia muongozo huu? Nenda kaandike.